Mjomba, mjomba, mjomba. Mjomba, 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 mbona umeniacha? Mjomba, nani sasa kanisaidia? Nani kanisaidia kwenye vita hii? Mjomba, mimi nilikuwa nakutegemea mjomba. Mjomba, amka basi unisikilize mara moja mjomba. Mjomba, nani kanisaidia mimi mjomba? Mjomba, amka. Mjomba, ukanisaidia mjomba. Usiniache peke yangu. Mjomba, najua mzee Kibeno ndo kafanya hichi kitu. Basi nakweli mjomba, lala salama na situmwache mzee Kibeno, na nitafanya kila kinachowezekana kwa mzee Kibeno nilivyo, kwa sababu ya kifo chako sintomwacha. Nife mimi afe yeye, simwachi. Nilikupa moyo wangu bila masharti, ukanipa tabasamu, ukaficha maumivu. Mimi naona safari yangu imeishia, maana miguu yangu naona inashindwa kutembea kabisa. Mjomba, naomba jikazi kidogo basi. Wewe mtoto wa kiume. Nimejitahidi sana kwenye kazi, lakini naona mwisho safari yangu. Lakini kumbuka, mimi jukumu langu ni kukupeleka nyumbani kwa mama yako. Mama yako anateseka sana, analia zaidi hivyo unavyolia wewe. Mjomba, mimi siwezi kutembea kabisa, na kitu ambacho kinachochanganya zaidi, Munila mjomba, Munila anaolewa mjomba. Mjomba, tatizo Munila? Sasa sikia mjomba, nikwambie, mimi ni lazima nikupeleke nyumbani kwa mama yako. Yaani lazima ufike kivyovyote vile. Sasa twende ukapumzike pale, mimi nifuate usafiri wa bodaboda. Yaani lazima ufike nyumbani mjomba, si unanielewa? Twende hapo. Sasa nisikilize mjomba, mimi natoka nafuata bodaboda. Naomba nikukute sasa hivi, usitoke hapo kwenda mahali popote, sawa? Umenielewa? Sawa. Munila mwanangu, Munila umeshakuwa. Umeona watu wamejaa kwa ajili yako. Hapo juzi na jana walijaa. Kwa hiyo Munila, unaenda kwa mume, utulie mwanangu. Usinitie aibu. Sawa mama? Anaporudi kazini mumeo, kwanza unampokea mzigo, unaingiza ndani. Munila, yaani umnyenyekee. Mwanamume kunyenyekewa mama, sio mwanamume kunyanyasiwa. Sawa? Usimnyanyase mumeo. Nimesikia mama, sitokuangusha. Sawa mwanangu.
Sikutegemea kama utaongea maneno kama haya. Munira umekuwa. Munira unaenda kwa mume, katulie mwanangu, usinitie aibu. Niko nje nafanya kazi sasa hivi. Watu wamekuja kwa sababu yetu sisi. Sawa mama? Natoka. Brother, huyu mtu mimi nilimwacha hapa. Kile cha ajabu hayupo sasa hivi. Alafu kibaya zaidi, nilimwambia kwamba usitoke. Alafu nyumbani anatafutwa siku ya 3 leo onekani. Sasa brother, kama umemwacha hapo yule mtu yuko wapi? Mimi mwenyewe ndo navurugwa brother, mimi sielewi. Kwa sababu nilimwacha hapa. Brother bwana, sikiliza bwana. Mimi nimetoka mbali bwana. Umenitoa mbali mpaka hapa nimefika. Bwana mimi nipe hela yangu niondoke bwana. Okay brother, kuhusu swala la hela wala usijali. Sawa. Naomba shika hii pesa. Hivi Kituta, ule muda wote unazunguka tu, unaenda huku, unaenda kila kazi niliyokuagiza, hujafanya kazi yoyote. Wewe una matatizo gani mpango? Una matatizo gani wewe? Mbona unakuwa mvivu? Yaani siko sawa kabisa. Na kitu ambacho kinanifanya mimi siko sawa kuhusu hii shughuli. Maana kuna mama alikuwa anatokea kila muda. Alikuwa anasisitiza kwamba Munira aolewe. Sasa leo anaolewa. Najiuliza yule mama ana kitu gani na Munira na mbona alikuwa anasisitiza sana? Ndio hicho kitu kinachonichanganya mimi. Tuta, mimi nakufahamu sana. Yaani mimi nakufahamu kuliko unavyojifahamu wewe. Wewe ni mtoto wa dada yangu. Ni mpo wangu. Wewe shida yako ni uvivu. Yaani wewe kinachokusumbua ni uvivu, na ndio maana tangia muda wote unaenda huku na kwenda huku. Sio unaona unafanya kazi kwenye ndoa ya dada yako. Mjomba, sio kama baba mimi mvivu, sawa? Yaani hicho kitu kinachonichanganya mimi kitu. Toka, kafanya hizo kazi nilizokuagiza. Hata kujadiliana. Ondoka. Ukikaa na watoto vivu namna hii, sasa mtu ni vivu, sio shida gani? Alafu shule hajasoma, atataka kufanya kazi gani? Wewe vipi? Unajua kitu gani cha kuitia hapa? Kitu gani umenitia wewe? Nimekutana na Musi huko. Yupo na mjomba wake. Analia, yani kama vile mtu alotizika, yani wage hata sijui ana shida gani ule kaka mwenzenu. Hadi huruma. Kwa hicho kitu ndio chonitia, si ndio? Yaani unakuja kuniambia habari za Musi tu kwamba sijui nimemkuta kama amechanganyikiwa, sijui amekuwa mweu. Labda nikwambie kitu kimoja. Sio kuchanganyikiwa tu. Yaani nitamani afe kabisa. Tuta. Kwa sababu yeye ndio amesababisha mimi mpaka mdogo wangu kuchelewa kuolewa. Yaani Munira alikuwa hataki kusikia chochote mpaka Musi wake. Sasa leo anaolewa, wewe unakuja hata kunaribia mafaili hapa. Nitakuvuruga na wewe. Wewe kaka, kuwa na huruma. Yule mwanaume mwenzio sio vizuri unavyomfanyia. Yaani mimi nimekuita wewe tu kwa ustaarabu wangu. Lakini kwa nataka nikamwambia uko Munira ndani, huruma ule kaka wa watu. Tena ambao ukitaka kukosea zaidi, hiyo taarifa uende ukamwambia Munira. Utakuwa umenikosea mimi na familia yetu. Sasa iwe mwanzo na mwisho umbe yako kwenda kunipelekea kwa Munira. Ukitaka kuvurugana mimi na wewe, nenda kaambie Munira. Nitakunyonya macho. Sisemi. Mbavu. Ubabe tu mdao tuliangalia. Ndio maana ile fuki.
Jitokeze mzee Kibendo. Mzee Kibendo jitokeze. Waona hiyo familia yangu mimi yote, eh? Basi kama una uwezo njoo niue na mimi. Njoo niue na mimi. Na kama hauwezi kuniua wewe, basi mimi nitakuua wewe. Nitakuonyesha kwamba mimi ni Maisa. Njoo nikuonyeshe. Njoo mzee Kibendo.